Leo ni siku nyingine nyeusi sana kwa nchi yetu kwa hiki kilichotokea hapa mahakamani, kwa sababu nimekuwa nikisisitiza haya mambo ili tuelewe, tuje kwenye context hii kwamba Tundu Lissu na mamilioni ya Watanzania wanamfuatilia, dunia inafuatilia, kila sehemu Tundu Lissu anasikika. Ni Watanzania wangapi wanaonewa na hawa watu wanaotakiwa kulinda haki zao kwa kuvunja sheria, na hawa Watanzania hawawezi kusikika? Kwa sababu fikiria hivi, Lissu amezungumza humo ndani kwamba hii ruling iliyotoka leo kwa lugha ya kitaalamu wanasema ni interlocutory, huwezi kuyapili. Lakini wote tunajua kwamba kukata rufaa ni sehemu ya kuchelewesha haya walioyaendesha hapa, ambayo wote tumeyaona tangu mwanzo. Kupoteza muda. Walimkamata Lissu, focus yao ilikuwa ni kumkamata, lakini hawakuwa na game plan kwamba baada ya kumkamata tunafanyaje naye, mtu mwenyewe mnayeshughulika naye ni nani, uwezo wake ni upi. Hawakufikiria hayo. Wao focus yao ilikuwa tumkamate. Sasa wanakalia moto hapa, wanatafuta pa kujificha, kupoteza muda. Na ndio hicho anachosema Dr. Nshara. Na Dr. Nshara, nitaomba hii imetoka Umoja wa Mataifa, ni working group ya Umoja wa Mataifa. Wamesema mambo mengi kuhusu yaliyoendelea, na hii nchi sio peke yake. Si wao wanajifanya sisi ni nchi huru, lakini baada ya muda wanakimbia kwenda huko, wakipiga picha na waziri wa Ufaransa wanaposti, leo waziri wetu amepiga picha na waziri wa Ufaransa. Kama hamjali, kwa nini mnapiga picha mnazituma hapa? Kwa nini? Hii tutaomba Dr. Nshara aiweke kwa lugha ya Kiswahili, isambazwe, Watanzania wote wajue Umoja wa Mataifa umezungumza nini kuhusu kinachoendelea Tanzania. Na nataka niwaambie wanachadema na Watanzania, Lissu mwenyewe ametuambia hapa, hakuna kukata tamaa. Nimesema tangu siku ya kwanza, hakuna kurudi nyuma, hakuna kusujudia binadamu, hakuna kukata tamaa, na tutashinda. Wanachomfanyia Lissu ndicho makaburu walichomfanyia Mandela. Na Lissu atatoka humu akiwa shujaa, akiwa mshindi, bila kuwapigia magoti. Tunajua ni kweli Lissu anaumia gerezani, sio